Nyinyi wa Kristo mnaofuata mkumbo makanisani, kwenda makanisani, hebu siku kaeni kanisani, waulizeni wachungaji wenu swali lifuatalo. Waulizeni hivi: nyinyi wachungaji kila siku mnatusomea Biblia, mnatuambia kwamba haya maneno ya ndani ya Biblia ni maneno ya Mungu. Sawa, tumekubali. Lakini pia tunaambiwa kipindi haya maneno ya Mungu yanaandikwa, muda huyo Mungu kashaondoka, hayupo hapa duniani, kwa maana Yesu ameshaondoka tayari, ndio Biblia inaandikwa. Na siku zote ili upate maneno sahihi, sharti yatoke kwa mzungumzaji na wewe ndio uyaandike. Awe anazungumza na wewe uwe una kopi unaandika. Kwa maana sasa tunavyoambiwa haya ni maneno ya Mungu, sharti yatoke kwa Mungu mwenyewe ama kwa mjumbe wake, awe aseme kwamba Mungu amesema hivi, au mimi Mungu nasema hivi, ndio watu wanaandika hivi. Ama atawa aletee tu yale maneno yenyewe kutoka kwa Mungu, haya jamani nimeyachukua kwa Mungu, andikeni, ndio wanaandika. Sasa basi, hawa walioandika Biblia na kuita maneno ya Mungu walikuwa wananakili kutoka kwa nani? Mpaka baada ya hapo akasema haya tushamaliza kuandika, bam, ni maneno ya Mungu haya, yatumieni nyinyi wa Kristo. Ikiwa Yesu alikuwa ameshaondoka tayari, wa Kristo inatakiwa muwaulize maswali wachungaji wenu, msikae kibwegebwege. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Naenda kulijibu swali kama ipasavyo, kama alivyouliza yeye, basi naenda kumjibu hivyo hivyo na kuwekea misingi, kisha naenda kukujibu. Namba moja, imani ya Kikristo imejengwa katika ufunuo na nyakati. Neno lake ni lile lile. Kwa unavoona Wakristo wanaenda kila Jumapili kanisani, Biblia inasomwa ile ile, neno lile lile, ila mafunuo ni tofauti kutokana na nyakati. Nielewe, neno ni lile lile, Biblia ile ile, nyakati tofauti, ufunuo tofauti. Kwa imani ya Kikristo imejengwa na ufunuo na nyakati, ila neno lile lile. Sasa Biblia iliandikwa vipi? Biblia kwa udadisi imeandikwa zaidi ya miaka 1500. Inaandikwagwa tu yenyewe. Sasa imeandikwa katika nyakati gani? Biblia moja imeandikwa katika nyakati za Mungu Baba. Manake nini? Mungu juu yetu, kwamba Biblia iliandikwa muda ambao Musa au na manabii wengine wanapokea ujumbe kutoka kwa Mungu kwa kusikia kabisa. Umenielewa? 2, Biblia imeandikwa katika nyakati za Mungu pamoja nasi, yani Yesu Kristo, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Mungu alinena nasi kupitia kinywa cha Yesu Kristo mwenyewe na kujiweka wazi kwamba yeye ni Mungu. Watu wamwelewe, wamsikie kupitia kinywa cha Yesu Kristo wa Nazareti. Biblia ikaandikwa. Pia Biblia imeandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nielewe, Biblia imeandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, manake Mungu ndani yetu. Ukisikia Roho Mtakatifu manake Mungu ndani yetu. Ina maana Mungu anatenda kazi ndani yetu. Sasa ukisoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, ili neno lote la Mungu hili limeandikwa katika ufunuo. Nikisema ufunuo sio kile ni kitabu. Nikisema ufunuo yani uelewa wa kimungu, maana Biblia inasema kwamba yaliyo ndani ya mwanadamu anayajua mwanadamu mwenyewe, yaliyo ndani ya Mungu anayajua Mungu mwenyewe. Inawezekana Mr. Nuran unasoma Biblia kama gazeti kwa sababu hujamshirikisha Mungu kupitia nani? Roho Mtakatifu. Kwa hawa waumini wa dini ya Kikristo wanavyoenda kila siku kanisani, sawa, kutokana na nyakati hizo neno la Mungu linafunuliwa lile lile katika ufunuo wa nyakati hiyo husika inayohusu wakati huo. Ndio maana neno la Mungu kila siku ni jipya, kwa sababu linaenda kwa mafunuo. Yesu aliuliza akawaambia wanafunzi wake,
wananiita nani? Wengine wanasema Elia, wengine Yohana, wengine nani, lakini Petro akasema wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu, Masihi. Yesu akamjibu, sio damu na nyama zilizokufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia. Na akasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Maana yake nini? Juu ya ufunuo, juu ya ufunuo, kumtambua Mungu, yaliyo yale ya Mungu kuyatambua, ni Mungu mwenyewe atakufunulia. Kwa hiyo swali lako umesema Biblia imeandikwaje? Imeandikwa kwa ufunuo wa Mungu mwenyewe. Nimekutajia nyakati tatu. Uliandikwa katika nyakati ya Mungu Baba, Mungu juu yetu, Mungu Mwana, Mungu pamoja nasi, na Mungu Roho Mtakatifu ambaye aliwafunulia mitume na manabii wakaandika Biblia, na ndilo hilo neno ambalo tunalisoma mpaka sasa. Natumaini nimekujibu vizuri, ila nitakufunulia Yohana 14:26 ili uweze kunielewa vizuri. Yohana 14:26 inasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba